inakuwa uchungu sana kwa mzazi kuzika mtoto wake, especially when he or she is the only child. I mean, yeah, the only child, the only hope for the family. Yeah. Which brings us to the case of the one Ojwang. Yeah. Albert Ojwang. Whereby alitolewa in his home. Ulikuwa wapi? Ni Homa Bay, ama Migori. Yeah, Homa Bay. Alitolewa in his home, Homa Bay. Na the so-called DCI officers, which are kama ni the real DCI ama ni hitmen. Yeah, we don't know, but before 24 hours, he was pronounced dead. Yeah. It is so sad for the family and for the nation at large, kwa sababu huyo ni mmoja wetu. Huyo ni mmoja wetu, alafu our safety. Hata kama si mmoja wetu, ni hiyo kitu ya mtu kuuliwa is not something tuna expect ikuwe na happen. Juu inasemekana the reason as to why vitu yote ilikuja ku happen ni juu I think ali tweet something about, so hizi vitu zote tunasema ni allegedly. Sisi hatuna facts yote, sisi tunasema vitu yenye imesemwa. So inasemekana hii mambo yote ilianza juu ali tweet something about huyo deputy inspector general. They tweeting about corruption. Ilikuwa something sijui ati kila week kuna target sijui nini. Exactly. So I think ndio akakujiwa. Number one question ina exist, ilijulikana aje ako huko, sio ati anaishi Homa Bay. I think inasemekana ni mwalimu Kilifi ama something. I think somewhere hizo counties za coast to Kilifi ama Kwale, but I think Kilifi. So alikuwa amekuja tu nyumbani, like unaweza land tu nyumbani hivi leo, kesho amekujiwa. Number one, the design alikujiwa ni ajabu. Inasemekana sijui the police walimkujia na I think pikipiki mbili. Yeah, wengine wakaingia na nyuma, wengine wakaingia na mbele. Yaani walimhandi kama mwizi. Yeah. Kama muuaji. Wakamkujia, wakaenda naye. But again the same case pia inakuja na questions mingi. Inasemekana maybe wale wenye walimkujia wa kwanza hawakuwa na bad intentions. Juu the arrest vile ilifanywa ya kwanza, yes walimkujia style ya kiajabu, lakini ilikuwa professional. But sasa inasemekana wangekuwa na intention ya kummaliza, wangefanya na huko juu walimkujia hadi wakapromise mzazi kijana yako atakuwa sawa, ako safe. Then wakampeleka police station ya huko, then ndio wakamtransfer. So okay, hivi tu yenyewe nimesikia watu wakisema, kuna watu wanasema yes, hawa watu walikuja na intention ya kumarrest wamlete Nairobi, but vile mzazi aliquestion, that's why walimpeleka hiyo police station ya huko kwanza. Then ndio wakamhamisha. So inasemekana hiyo death yake ilifanywa, haikuwa imepangwa before. Ni kama ilifanywa along the way. Not even along the way, like hao polisi wakikuja ni kama hawakuwa wametumwa malizeni hiyo jamaa. Ni kama ilikuwa kazi zile abductions zingine, but sasa vile walipata nyumbani wakabidi vile ilifika mahali ni kama sasa out of hasira ndio ika happen juu. Sasa kuna very conflicting stories. Kuna wale wanasema alikuja labda kashaumizwa. Kuna wale wanasema alimaliziwa huko ndani. Juu I think at some point kuna statements ama stories zinasema huyo OCS in a way alikuwa anajaribu kuquestion kwa avoid hiyo accept kwa station. The same time kuna yenye anasema OCS hakuwa station, alipigiwa tu simu aka-approve abukiwe in. So kuna many stories na happen. Talking of your OCS, ni information ime leak ama ime let to the public that OCS come clean akasema hakuwa akubali hiyo booking ya huyo jamaa. Kwa sababu aliona statement alikuwa ndani, akaona like inafaa peleke hospitali kwanza ndio aletwe back sawa. Nilisikia something like that. I think wewe inasemekana suspect akuja kama yuko in good health, wewe inafaa ende hospitali hadi vile ana get stable ndio sasa arrest iendelee. So that was what happened. But initially walikuwa wanasema alitolewa home kwao, akaenda direct Nairobi, akaenda direct Central Police Station.
of which pia hiyo jana kumekuwa na CCTV footage about yenye inahusiana na hiyo mambo ya Ojwang. Hiyo CCTV iko inaonyesha, I think ni Ambagathi Hospital. Wakaonyesha venye jana jioni. Ndio the first time niliona. Wakaonyesha venye alifika hapo kwanza, daktari akataka kushughulikia, ndio ikabidi apelekwe. So I don't know. From the information nimejaribu kupiece pamoja. So nilikuwa na watch hiyo like ilikuwa a clip from Citizen News, but sasa sikuwa nasikia sound. Nilikuwa kwa matatu, obviously ilikuwa loud, so nilikuwa like na watch through the CCTV, but based on the information nimejaribu kuunganisha. So hivi vitu ili happen hivi. Huyu jamaa alitolewa kwao, akapelekwa hiyo local police station ya hiyo area yao. Then ndio akafanywa transfer now from Homa Bay to Nairobi to Central. Then from Central ndio penye the whole thing like not the whole thing, but ndio pe life ilikatikia. Then ndio police wakambeba, I think around 1:36 niliona kwa CCTV ilikuwa 1:36 am. Ndio akaletwa Central juu hiyo police car ilikuja ikapark for some minutes. Police wakatoka wakamake calls moja mbili, ndio wakaingia ndani. Wakatoka na hiyo inaitwa job ya kulalisha mtu, hata sijui hiyo yenye analalishanga mgonjwa hiyo machela. Exactly hiyo. Ndio wakatoka wakaenda wakamleta. Then tena kidogo nikaona wametoka na so I think ndio nilisikia Mbagathi aliletwa wakarealize hayuko sawa. Ndio tena I think hawakumguza, ndio wakapelekwa City Mortuary. So kuna watu wanasema jamaa kuna watu wanasema aliingia Central akiwa sawa, but akafungwa cell different. Then ndio penye question pia public inaanza question. The first time Inspector General akipelekwa ni Senator ama Parliament. Huyo Kanja. Alisema huyo jamaa alijigongesha kichwa kwa ukuta. So the question kuna question nilisikia pia ikaanza ku make sense kwa kichwa yangu. Okay, alikuwa kwa seli yake tofauti. Walijuaje alijigongesha kichwa kwa ukuta? Kama so mimi tena for example ukinifungia hapa, mimi peke yangu, hata wewe hauko, mimi umenifungia umeenda. Ukikuja utajuaje nimegonga kichwa kwa ukuta? Na hata postmortem zilitoka kileta nini? Hata by the way aliapologize I think days later. Akasema ilikuwa information ilikuwa misleading, ilikuwa ya uongo, haikuwa venye ilisemwa hivyo aligonga kichwa kwa ukuta. So hii vitu imekuwa na conflicting information na ina point to something. Kuna mtu ako guilty. Na huyo mtu mwenye ako guilty ni mtu mkubwa mahali anataka kufunikwa. Juu nimeona huyo suspect mwenye ametolewa, mwenye hatutataja, but kuna suspect ameshikwa ni a police officer. Kwa wale wenye waliarestiwa. Kuna police officer mwenye amerestiwa, mwenye ako linked kwa hiyo madayo jamaa. So far ni watu wangapi wamearestiwa? One mmoja ni OCS pia aliarestiwa. OCS pia alikuwa arrested na huyo officer mmoja. So uwezi niambia hiyo kitu yote ni officer mmoja alitoa jamaa huko kwao akamleta, alafu like it doesn't make unajua hii thing vile inakuja work. Wale arresting officers, kuna watu wanasema wale arresting officers wanaweza kuwa hawakuwa na any bad intentions, ni wale walitumwa tu na mkubwa ndio mtuletee mtu fulani, ni abduction kama ingine. But sasa kuna wale wa Central ndio alafu tena kuna another. Sasa unajua ma reports ni mingi, kuna tu information tunakuja twingi, kuna za ukweli na za uongo. But some of hizo information kuna zinasema katikati ya somewhere hizo maleta hours za usiku za jabu kuna a senior police officer aliingia Central. Unajua I think ile police huwa inawaki na kuaga police wa station nyingine hana power over hiyo station nyingine. But sasa inasemekana kuna a senior police mwenye hatujui ni nani, but alikuja kuvisit huyo mwenye amefungwa ina that separate room. Inasemekana pia kuna watu wengine walikuwa wamearestiwa same station, wanasema at some point walisikia nduru kutoka kwa seli nyingine tofauti. So kuna a lot of information. But at the end of the day Albert life yake iliisha hivyo. But I'm happy the sheria naona
at least wanajikaza. But sasa question ni tutafika mwisho wa nini ama tutazungushwa tu in circles. I don't know. Juu unajua as it is right now, so far watu wamearrestiwa ni wale wenye wamelinkiwa directly to that murder. But kitu tunajua ni kuna mtu mwenye alipeana hiyo assignment. Tunajua pia huyo mtu ni a criminal. Yeah, so huyo mtu ndio hatujui. Huyo mwenye alipeana order ndio bado anafichwa. Hatujui ni nani. So, but we are hoping atapatikana. What I know right now, kuna yes, mimi sitetei anybody. Kuna wale wenye walifanya the act itself. Hao pia wanafaa ku comprehended. Yeah. But sasa kuna ule mwenye anafichwa. Do you think atashikwa? Yes, as it is now, seme tunamjua. But do you think kuna anything ita happen? I don't know. It's very sad. It's very sad. Unajua kwanza hii kesi ya kwanza ni venye tu hii attract attention, lakini kuna cases nyingi sana kama hizi zimefanyika zenye such things will happen. It wasn't happen, lakini venye azikuange na attention kama hii. You can imagine the pain of a parent losing a child. Hadi jamaa huyo mzazi wa Juang akaamua kufuata baadaye. Na title deed just in case of anything. Yani atapeana kama siwe tu. So it happen in a very bad way. So just because mtu ameamua ku tweet something. Unajua kitu kusema kweli mimi nakuanga muoga. Mimi naona try kudanganya. Nakumbuka last time nilikwambia mimi siwezi kuambia naweza fight ya country. Mimi ni muoga, so I don't know man. Unajua in real sense hii kitu haifai kwa hivyo. Hiyo tunasema tuko na freedom of expression, freedom of speech. Inamaanisha you can say anything but mtu asinini. But sasa wanasemanga yes tuko na hiyo freedom of expression. But hatuna freedom after expression. Yes uko na freedom, nitaongea ile tunataka kuongea saa, nitaongea na nitamaliza. Nita-inject proper. But after that ni juzi tu tumeongelea story ya freedom during before and after. So sahi we are living in a very dangerous country. Our security is never guaranteed, kwa sababu place yenye inafaa tupate hiyo security ndio place inatumaliza. Like kama sahi like police akikushika sahi ni eri ushikwe na ukora. Another thing, kwa hizo tu the many informations na fly around. Kulikuwa na another voice recording ya call ya mtu mwenye anasuspectiwa kwa huyo Albert akipigia someone, akipigia a friend akimuuliza kama ushaikuwa huku na kuangaje. I think ilikuwa kitu kama ukiwa huku sijui ni safe nikiwa huku. Is it safe? Sijui ule jamaa kama amekunyang'anya anything. Sijui kulikuwa something, but the question anauliza ni safe. Unajua kitambo tulikuanga tunajua kikikuumania unaingia police station. But sasa ukifika place unauliza police station, is it safe? The question ni nini alikuwa amefikiria hadi akauliza is it safe? Na kama nilisema kama niuliza is it safe kumaanisha na hiyo ilikuwa cell gani? Alikuwa ikiwa Homa Bay bado? Hiyo sasa alikuwa kama ako Nairobi. Junior around 9 something. Alikuwa shafikishwa. So kama alifikishwa 9 something na by 1 alikuwa ashakufa juu uko kwa Senate. Kanja alikuwa anasema jamaa I think alibukiwa in Central 917 kasi korong. Then akasema again 927 Albert alipigia bibi yake or something. Ni bibi ama sijui family someone. Then sasa baadaye ndio tu information tukaanza sasa wakaanza kusema life yake ilipotea in the morning. Hawako specify time. So aliingia hiyo 9, yes. But obviously by 1 ni kama alikuwa normal. But the question ni kama aliingia hiyo 9 to police station. But kuna information pia ina reach. Kuna information inakuja inasema huyo OCS aligala kumbook kwa sababu alikuwa ina pathetic condition, ina poor condition, health condition. Most likely kuna hiyo kufinywa along the way. So atujui okay kama alifinywa hiyo call hange make akisema akiuliza is it safe angeambia yule jamaa nishafinywa already, nishakuwa dealt with. Hata again the same time hata bila kusema
kuna vile voice ya mtu. So unajua at this point pia kuna watu wanaweza kuwa na sell agenda. So hatuko sure kama hiyo call ni yeye mwenyewe. Hatuwezi tell. Juu kwa ile call nayo alikuwa na sound. Anasaidia ako perfectly fine but tensed. Ako tensed but ako fine. Juu unajua kuna mtu amefinywa kuna venye yeye usound but ule jamaa alikuwa calm tu, ni ile ako tensed kidogo. I don't know man. So how come alikuwa kwa sawa inside akakiwa sell already? Na pia tunaambiwa alikata huyo OCS alikata kumbuko sababu hakuwa ina correct. Na the same time pia kuna ile inasema OCS alikoliwa. I think hiyo hakukuwa, so akakoliwa. Juu inakuanga I think ndio mtu abukiwe lazima OCS authorize. So wengine wanasema OCS alikoliwa ndio akakubali abukiwe in. Juu kuna wenye wanasema OCS alikuwa out I think club or something. So akwa tu in the station. So information ni mingi. But sasa which one is the true one? Juu size informations na flying. The only thing tunajua ni true right now ni ati Albert is dead. That's the only thing you know. I don't know man. I think the police imefika point. Na nijuzi tulikuwa tunaongelea story ya relationship ya police na raia. But imekuwa mbaya zaidi. Na mtu mna treat hivyo si ati ni criminal. Ni mtu tu, yes, unajua kuna a process. You anasemanga if utashare some false information about someone, kuna a process to it. You said the court process. Utakaa ni kufungwa, ukipatikana guilty utafungwa but in accordance to the law. Lakini ku end life ya mtu just because alafu una end life ya mtu kwa place yenye inakuwa considered kwa the safest. Like cell. Juu so far sasa kuna stations around Nairobi zimesemekana ukiingia huko you're never guaranteed of coming out. So we are living dangerous time. It's weird. It's weird man. So hata the police team bado pia hawaja piece information yao pamoja, story yao inaenda ikichange. Story nimekuwa nikiona a lot of unapata vitu zinasemekana mpaka nashangaa tu like aje. Najua acha nikwambie, unaona the only information inakuanga very consistent ni ukweli. But the moment umeanza uongo, hiyo information itakuchanganya, not unless ukuwe na enough time ya kupanga a whole story. But your story utapanga haujui ni nini ingine mtu ata question. So the only thing unaona mimi nikiamua nikwambie ukweli, trust me, the question utaniuliza from which angle, as long as mimi tunasema ni ukweli, ita flow, ita maintain. But the moment nimeanza kudanganya, yes nitakuja na ile story from A to B, story yote ya uongo. But wewe utaniuliza question ya point C ama D, then nitakuja nikujibu, then information ianze ku So I don't know man. So the thing haijulikani. OCS alikuwa station ya ukweli hiyo time, hatujui. Albert alikuja akiwa in good health, hatujui. Kufanyiwa hiyo kitu Albert na alifanyiwa. Juu kama inafika point msana dedi hadi si postmortem ikitoka walisema kulikuwa na some stranglings, jamaa alikuwa strangled, akapigwa na blunt objects. Inawe mimi na feel ni kama mtu alikuja tu akamtandika tu proper ile na life ika end. So that's why inasemekana ni kitu ilifanywa na hasira juu. Ingekuwa ni kitu ilikuwa very intentional, hata angewaifika Nairobi, wangemfanyia tuko na apote. So ni kitu ilikuwa kufinywa kwa njia kwanza. Au vile alikuja, unaona hapo watu wanasema someone alivisit cell. Most likely on the time ili happen. Hiyo time mtu alimkunjia shati. Hiyo time huyo mtu alikuja ikakuwa ni wewe unajua kuongea. So most likely. I don't know man, but it's a very sad thing. Lakini from that call, from that final call yenye yenye huyo Ojwang aliongea na wewe rafiki yake. Like from VMC alikuwa anaongea akiwa tense, kumaanisha mse mwenye angeleta vurugu. Hiyo mtu mwenye tense, unajua the reality ni nao kishashikwa na polisi vurugu.
the only time mtu anakuwa na vurugu ni hapa nje, but ukishafika cell vurugu hiyo ni ile situation kama ni ukweli hiyo simu ilikuwa hiyo call ilikuwa then ile umesimamia unaona mtu wa simu ongea naye but again umse kumaanisha venye aliongea hivyo aliongea kwa tense mtu yako tense hiyo design alafu ni first time yake haizi leta fujo. So the question is walifikia wapi ndio kama kwanza kumpiga sasa? Unajua mtu mwenye aleta fujo anakupea hasira umpige unaona ni ile umenijamisha alafu ushaletwa sasa nimekuja kukuona ni ile nakwambia so wewe ndio unajifanya unajua so ni kama vile huyo jamaa alikuja akamuona kasikia ako pissed off na it just goes to the general thing. Society yetu imeweza to a point that yes to support any kind of crime but samaki ndogo ndio atafinywa zaidi ya samaki ile kubwa. Wote ni criminals but sasa so far wenye wameanza kufinywa ni hao wadogo. Kama ukiona kesi ya huyo MP mwenye alishutiwa ile investigation ikimbiambio wakajua mpaka nani alishoot at what time, pikipiki gani, driver pikipiki alikuwa nani, bunduki ilitumika ilikuwa gani, risasi ilikuwa gani na nani wapi, like everything hadi wakatoa footages from the CCTV zilikuwa around zote. Hakuna CCTV ilikuwa tampered with. But when it comes to wananchi wa kawaida unasikia CCTV haifanyi mara hii. Unajua hii wacha nikwambie the only thing ilikuwa ina happen hapa hii kesi yote. The original script ilikuwa isemwe ya Ojwang ni suicide amejimaliza alafu history ishe hivyo. That's why CCTV ilifanywa hiyo kitu ikapotea. But sasa then vile sasa pressure ilianza kuget more and more and more. Sasa mambo ikaanza kuwa complicated. Ndio tukapata kuna jamaa alilipwa 3k atempe na CCTV. Kuna mtu alilipwa 3k. Exactly. Kuna nimepata information jana. Kuna jamaa ameshikwa lakini so ni police officer man nani? Ni electrician tu fulani alilipwa akaambiwa temper na CCTV si record anything akalipwa 3k. So 3k zikakost life yake. Electrician wa wapi sasa? Central Police Station. Mwenye jamaa ufanya huko kazi kitu kaa hiyo. I don't know kama jamaa ufanya because but ni somebody was paid 3000 shillings. So your time CCTV ilikuwa inafanya hiyo time yote. Ilikuwa inafanya but akalipwa aenda tempe nayo ndio isi record your data. So question ni CCTV ilifanywa kitu before ama after everything isha happen? I think ni like ni kitu kama ku delete ama haiku record. I think ni after. Juu hawezi niambia mtu delete CCTV kama hujafanya kitu. Or maybe aliambiwa delete ndio afanye. Sijui kama inaweza kuwa aliambiwa delete after ama aliambiwa attempt nayo before the act. Most likely only after. Juu ingekuwa before si ni easy tu unazima. Unazima tu. Most likely. So nakwambia this whole thing is a game plan but sasa the more watu wanazidi ku raise questions sasa ndio inaanza kuwa number 1+1. So kumaanisha they didn't expect it to reach this far. Si ilifaa tu ikue tu kesi kama alafu hiyo. But sasa wakapata watu na wako rada. But it's very unfortunate that mambo yalifanyika hivyo. I to expect to fike hiyo level but shall happen. We just hope justice happen. We hope justice will prevail. Ule mtu mwenye alikuja na the whole plan I think tufike tu place sasa pia tuanzie juu tukirudi chini. So kwa sasa hatutaanzia juu tushaanza chini already tukiunganisha pole pole. So tupange tu lakini mwisho yote ule wa juu pia kwa hiyo mix juu ku end life ya mtu juu mtu amesema tu unakula pesa ya hongo. Unajua hizo ni allegations. Ni mara ngapi umesikia hao wanasiasa wakiongea hate speech wakiongea allegation kama hizo but it never goes iendangi badi. Sasa unajua hii haikuwa vita ya mkubwa na mkubwa, ilikuwa vita ya mkubwa na mdogo. Yeye alikuwa anajua ita end easy. So let's just hope justice isaviwe. It's a very sad thing. Sasa hii kuna mzazi amelose mtoto wake, the only child. Kuna a lady amebaki kama widow. Sasa kuna mtoto mwenye ni orphan. So hiyo death so far may affect how many people? 3.
hatuko sure kama mama yake ako in the picture. Ime affect directly 3 but indirect hatujui ni wanga. Indirect ime affect wanafunzi wake. Kuna wanafunzi waliachana na hiyo kitu ili happen over the weekend. So kuna wanafunzi Friday waliachana na teacher wao wakijua atarudi. Labda ile yenye mwalimu anawaambianga on Monday tutaanzia hapa. Maybe ujue kuna mwanafunzi alikuwa amejibu swali vizuri akamwambia on Monday breakfast kwangu nitakununulia or something. Like kuna ile bond mwalimu wako nao na wanafunzi. Na kuna wanafunzi walikuwa wanajua Monday teacher. Monday teacher exist. Kuna wale colleagues wake tukutane Monday. Ile Friday unaambia tupatane Monday. So ime affect many. Niliona hata wanafunzi, kuna wanafunzi walienda kwa streets. Wakalia mwalimu wao ni nini. But all in all, it's a very sad thing. Not something we support in any way. I just hope at some point tupate change. Hizi vitu zisiwahi happen anymore. Inafai kitu ikuwe a thing of the past, lakini sasa from the look of things ni kama it's not ending anytime soon. But unajua if inakuwa ni kama ina end. Unajua hii power yote ina like kwa mikono ya mtu mmoja na hivi vitu tunaweza zi end forever. The highest ama the most powerful man in the country right now, yako na power ya ku end anything. Talking of the most powerful person miongelea huyo alitake 3 days. Na ni kitu ilifaa kutuma condolences to the family. Kitu alifaa aongelee immediately. Huyo ni mtu anaweza end hivi vitu yote akiamua. Unajua that guy is the most powerful. He has power. He can do anything. He can do anything. But I don't know man. Acha to hope justice isabiwe. Hiyo ni life iko lost, haiwezi rudi, but inaweza kuwa the last one. Inaweza mikiwa kuwa the last. Everything it happened le inafaa. Another thing ni hii case is quite case ya kudrug sijui for 3 years. Ini inafaa ikuwe like unaona vile tuseme ile case ya elections inafanywanga. Ipewe priority ifanywe within a month. History kwa tumemaliza, tunajua nani alifanya, nani hakufanya, mtu aende ndani. It can happen. Can happen. Kama politicians squeezy wanaweza ingia jela, waititu wako jela, it means anybody anaweza ingia huko. The fact that uko na power within in the police force doesn't mean hauko. Man, acha tu hope itakuwa the last one. But na pia huyo police mwenye anafanyia hivyo raia, wewe ufikiri like okay, to assume ni brother yako amefanywa hivyo ama mtoto wako, what will you feel? Hebu jiweke kwa kiatu ya mzazi wa mwenye ampoteza mtoto wake. Alafu jiulize kama ingekuwa wewe ungeweza stahimili hiyo uchungu. Before ufanyie mtu do the act of kupiga mtu, kumtocha, like do they have conscience? Juu sasa inaona feel pia at the same time hii sasa walifanyiwa pia kama amesimamiwa. Hii inakaa ya kusimamiwa. Nani ikuja deal na yeye. So at the same time it's a bad thing, but pia ni kama ni kufosiwa, like I don't know. Hata ni kufosiwa. Last time tuliongelea tukasema like wewe uambiwe enda uwe mtu fulani as a police officer. Alafu but that person anaenda kuwa is your brother. Will you do it? Will you do it because of the what? Because of your boss. Because of your boss, or will you do it for yourself? Okay, utafanya nini? Utaua kwa sababu ya boss wako ama utaacha kumua kwa sababu ni brother yako? I get point yako. Generally kitu ni complicated. Complicated, but wacha tuone vile the whole investigation thing ita happen. Luckily enough, at least your postmortem haikufanyiwa anything. Ilifanywa tu in a proper way, ika reveal the truth. Unajua hii mambo ingeanza na postmortem wabadilishe maneno. Wangeka uongo kila kitu. But at least ili happen in the right way. So I just hope hii process ita end vizuri. Tupate the brain behind everything. Exactly. I just hope the guy mwako involved aende tu ndani. Aende tu asafu bana. Asafu kwa sababu hatuwezi kuwa tunaishi kwa country yenye iko na impunity. Vitu ndogo mtu kukuwekea allegations, sio ni vitu ndogo ufai kujamu.
haifai kujama. Ati mtu amekuweka tu allegations juu ya pesa, juu umekula pesa. Angeletwa koti tuangalie maneno venye iko. Hata kama ni kuhukumiwa au hukumiwa maybe asavu amalize. Ama hata ni sasa mtu kusema unakula pesa. Kama ni lazima angepelekwa koti. Lakini sasa was kuwa necessary. Alafu sasa zingine hata una ignore tu sasa. Alafu mbaya zaidi ni when you're the main suspect unasuspectiwa kwa hiyo maneno. After the first press briefing ya police pia uko hapo. It's funny. Itakuwa kama ile kesi yenye ilikuwa ya kina Joey. Everything happen, alafu suspect ndio hapo kwa news anatangaza hiyo news. When it's the same thing na hii. I don't know man, but condolences to the family. Na feel pain ya mzae zaidi. Hata Kenyans walijaribu kusimama na mzae. Niliona baadhi recommenda kipindi. Hadi ndio nilikuja kurealize kumbe M-Pesa inaweza mahali ikatae ku receive pesa. Ifike limit. I need to work hard one day. Kinitumia pesa ikatae, ikwambie the recipient amefikisha limit. I didn't know that. Hiyo ndio kitu nimekuja kurealize. Ukifika hiyo limit. So ikabidi mapay bill zifunguliwe 1 2. At the same time tena kuna watu wamejaribu kucheza ukora na hizo mapay bill. Tunaishi country ya ajabu. But all in all we are hoping for justice. Justice is serving. Justice is serving at least this one is ended to evil. At least this one tuende tukijua this one ilifanyika. Exactly. Justice ilifanyika. And we are now sure of who did it and when did the person do it and why. Why inajulikana, so why hatuhitaji kuambiwa tena. Isikuwe ile kesi ya uchunguzi inafanyika alafu ishi hapo. Juu sasa unajua the problem ni kesi za Kenya kwa na hiyo drug ziko very slow. Hata kesi inachukua 3 years 5 years ziko very slow. Mimi ningesema hii ipo tu priority. Iruke line. Imaliziwe kwanza tupate direction. Juu tukisema tuongoje hizo miaka zote, unajua after 2 months tutakuwa tumemove on, tutakuwa tunafikiria vitu vingine. Alafu pia so hiyo itaenda tu chini ya maji. Evidence itakuwa tempered with. I don't know man, acha to hope for the best. Acha to hope for the best as we prepare to make a change. Exactly. To change, to badilisha nchi ikue nchi yenye mtu anaweza tamani kuja. Juu hata suna hata level ya tourist kuja pia kwa nchi yetu pia reduce. Unajua Kenya say as it is a very unsafe. Haiko safe at all. So ina affect vitu mob. Hii kosa kwa safe ina affect uchumi pia in a way. Just hope kila kitu itakuwa sawa, justice itakuwa prevailed. Baba Ojwang atapata justice ya mtoto wake. Bibi Ojwang atapata justice ya bwanake. Mtoto Ojwang atapata justice ya babake. So huyo mtoi like basically huyo mtoi kwa life yake yote hataijua babake ni nani. Atakuwa na picha. So sad. Ni sad sana. Unajua kuona picha hata you don't relate au juu. Ni like just like any other random person. Alafu internet does not forget. Maisha mtoto atajua exactly what happened. Atajua basi sasa yani hana ile relationship na baba. So sad, but it may happen. We have little control over it. To hope for the best. But najua bado mambo itazidi kuchemka juu watu already wako kwa streets. 25th ndio ina approach. I don't know. A protest a very friendly thing. Yes. Watu wanaenda kuprotest for change, but protest bado si a friendly thing. Unajua kila kitu lazima kuwe na laws. Lazima kuwe na laws of lives, lazima kuwe na blood. Hata unaangalia Kenya wakati ilikuwa inapata uhuru, wali fight sana, wengi walipoteza maisha, but eventually tukafika na tukapata uhuru, but hatukupata the uhuru ya kweli. Tulipata uhuru from the whites, but now tukakuja kuwa sasa slaves wa our fellow black people. Exactly. Ukiangalia the rate at which raia inapelekwa mbio na serikali iko juu sana. Na hisi kitu tuna expect. But let's just hope mambo itaenda sawa. Babake apate justice. Wale wenye wanamsupport waendelee kusupport pia. Life is life. It happen, life moja ime end.
Yeah, we have a lot of lives to protect. Exactly. Our children's lives lies in our hands. Juu hivi tu hata at this rate it means inaweza fanyikia anyone. It can happen to me. It can happen to you. At times hata sasa si lazima ati ukuwe umechokora mkubwa. Ni ile tu sasa ni ile police hiyo wana operate na feelings. It's not a safe thing, so alafu it's a wrong time. Yeah, it's a very hard time for police officers sahi kwa sababu everybody is angry. Kila mtu amekasirika kwa sababu ya acts zao. Although kuna wale samaki wazuri, lakini kuna tu wachache sana wabaya wenye wana unajua kitu mbaya huwa inasambaa sana kuliko kitu mzuri. Exactly. Yeah, so wale watu wabaya wameharibia watu wazuri. Yeah, but we hope tukutakuwa na change. Juu sasa hata ile ulikuwa unapata kitambo, ulikuwa unapata recruitment ya polisi kifanyika, watu wanapenda, watu wanafurahia. But it's no longer kitu ya kufurahia siku hizi. Yeah. Juu zile duties unaenda kufanya ni gani? Yeah. Na pia unaangalia pia hiyo reputation police wako nayo haiko si mzuri sana, yenyewe unaweza tamani pia yuko huko. Huwezi tamani kuwa on the other side. So acha tu hope hii itakuwa ya mwisho, ita bring change. Lakini I still believe change inaanzia juu kwa kichwa. Ikitemka chini. Our biggest most powerful person right now ni yeye akisema anapeana tu order. Anapeana order, change to happen. But sasa juu pia yeye ni yeye. Achana nayo. Si time ya kuinject. Bwana. It's not even safe. Pia sisi tunapenda maisha yetu. Msitukujie. Hatuna ubaya by the mimi I think everything nimesema ni vitu pia nimeona somewhere. So na ni vitu kila mtu ameona. Na ni alleged to at the end of the day. We don't have the facts. Hatukukuwa iki happen. So si tule record the CCTVs. Ni allegations too. But when the time is right, the truth will be known. Pia the truth will never be known. Whatever, but yeah. That's it. Depend the pressure. Yenye taweka kwa watu ndio waitoe ukweli. Exactly. Yeah. So we'll see how everything goes. Yeah. So that's just an update, guys. For more updates tutakuwa na come through tujue kila kitu kifanyika, tutakuwa nawaambia, tuna update venye imeenda. But we are hoping that justice will prevail. Exactly. Yeah. That has been our time. Narcos TV. Basically, rest in peace to Alberto John. May continue resting in peace. As rest in peace until justice and this out walimuua wameleta brought to book. Yeah, we are hoping for change to mambo iko tu sawa. Exactly. Yeah, meanwhile we are sending our condolences to the family, friends, ndugu jamaa na marafiki wake. Exactly. Take heart, but this one we shall not let it slide. We have to follow it hadi mwisho. Yeah. That has been our time, Narcos TV. See you on the next one. Peace.